hapa we dada uko hapa. Kazi yako ni kutembea na waume za watu. Wewe unatembea tu na waume za watu, uko hapa. Hao waume za watu, yani ukiona mwanaume anaacha mke wake wa ndoa anatembea na wewe, huyo ni mwashuru. Kama anaweza kumtenda mke wake aliyesimama mbele za Mungu na kula kiapo, hata wewe atakutenda. Usifanye mazoea na waashuru. Mmoja ndo akaja akaniambia, Mheshimiwa Mtaka, pasta uelewi tu, ananipenda. Yani anasema mke wake alimuoa kwa bahati mbaya, yani pasta ananipenda. Mimi ameniambia atamwacha mke wake. Wewe huwa hatuachi wake zetu, tumwachie nani? Hatuondoki. Tuna watoto kwenye hizi ndoa. Tumejenga nyumba kwenye hizi ndoa. Kuna safari tumesafiri pamoja kwenye hizi ndoa. Lakini kwa sababu ni waashuru, ukituruhusu tutamwaga damu yako. Lakini wake zetu huwa hatuwaachi. Mwanaume yoyote aliyeoa akija akakutongoza, we dada, mwambie, we mwashuru, rudi nyuma yangu katika jina la Bwana. Acha mazoea na waashuru katika jina la Yesu. We mama uko hapa, rafiki yako unajua kabisa kazi yake ni kutembea na waume za watu. Na uko hapa, huyo ndio shastito, ndio besti, ndio nini. Ubuyu wote na umbea wote mnaupika. Na unajua kazi yake ni kutembea za waume za watu. Ni mwashuru huyo. Atatembea na waume za watu, atatembea nao. Wakiisha wote, akibaki mme wako, niko hapa, nimekaa pale na kusubiria. Atanyoka na mume wako. Maana waashuru kawaida yao ni kumwaga damu. Kuna mtu hapa anafanya kazi serikalini, anafanya kazi. Wewe acha mazoea na waashuru. Wenzako wanakula rushwa na wewe unajiunga nao. Ngoja nikwambie, waashuru wanajua namna ya kusurvive zengwe. Siku likibumburuka wanakutoa wewe kafara. Wewe ndio unasomaga lesoni. Wewe ndio huwezi kusema uongo. Mambo yakiwa mabaya wanakuruka wewe, wao wanasevu. Nimesimama hapa kukwambia acha mazoea na waashuru katika jina la Bwana.